Mungu ni mwema. Tumekutana tena katika kipindi chetu, na somo letu la leo tumelipa jina Yesu mchungaji mwema. Yesu mchungaji mwema. Na somo letu moja kwa moja tutalitoa katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 10. Tutaanza mstari ule wa 7 hadi wa 11, lakini somo letu tumeligawa mara mbili. Tutaanza Yohana hiyo sura hiyo ya 10, tutaanza ule mstari wa 7 hadi wa 9. Baadaye ndio tutakwenda kumaliza ule mstari wa 10 hadi wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaanza kusoma ule mstari wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo hapa alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Nataka ujue katika dunia ya sasa kuna wezi na wanyang'anyi. Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Unapaswa kwenda kwa mchungaji. Na yoyote ambaye atakaye kuja nyuma ya Yesu Kristo, jua huyu ni feki, hapaswi kusikilizwa hata kidogo. Yesu Kristo ni mlango. Na ukitaka uzima lazima upitie kwenye huu mlango. Hakuna njia nyingine, ni Yesu Kristo. Na wote waliopitia kwenye huu mlango lazima uwe umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo unakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuende kumaliza somo letu sasa na ule mstari wa mwisho wa 10 hadi wa 11. Tumesoma Yohana sura ile ya 10, mstari ule tumeanza mstari wa 7 hadi wa 9, tunakwenda kumaliza mstari wa 10 hadi wa 11. Mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua adui ana njia 3: kuiba, kuua na kuharibu. Lakini Yesu Kristo alikuja ili mimi na wewe tumwamini tuweze kupata uzima wa milele. Na ni uzima ambao unaotupa raha, unatupa furaha, unatupa amani. Na kama kuna giza lazima liondoke. Tunabaki na nuru ambayo Yesu Kristo aliyotuletea. Na kwa sababu tunajua njama za adui ni kuja kuvuruga mipango ya Mungu, ni kuja kuvuruga, ni kuja kuharibu kile ambacho Yesu Kristo alichotuletea. Na kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu tunajua njama za adui ni kuja kuvuruga kile ambacho Yesu Kristo alichotuletea. Kwa hiyo inabidi uwe makini ili usiupoteze ule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo adui siku zote anakuwa na wivu. Ukiona mtu ambaye ana wivu, jua huyu ni adui yako. Anataka tu kuone ukiwa katika maisha ya chini. Anataka kuone tu wewe ukiwa katika hali ya kuhangaika. Anataka tu kuone wewe ukiwa katika maisha ya kulialia. Adui anakuja kuharibu maisha yako kwa kukuambia kwamba hakuna kitu ambacho Mungu amekifanya kwako. Na ukifika mahali unaamini kile ambacho adui anachokisema, unakuta unaenda mbele za Mungu na unaanza kumlalamikia Mungu kwamba Mungu ulisema kwamba utanipa maisha mazuri. Yale maisha mazuri yako wapi? Mbona siyaoni? Kwa nini Yesu Kristo napitia katika hali hii, inakuaje? Kwa sababu adui kazi yake ni kuja kuvuruga kile ambacho Mungu amekupatia. Adui anakuja kuvuruga uhusiano wako na Mungu. Adui anataka uweze kukosa ule uzima wa milele. Adui ameiba furaha ya watu wengi. Adui ameiba huduma za watu wengi. Watu wengi wamekuwa walevi. Adui ni mbaya sana. Usimpe nafasi, kwa sababu adui kazi yake tu ni kuharibu kile ambacho Mungu alichokupatia. Adui ameiba ndoa za watu wengi. Watoto wanabaki wanahangaika, watoto wanabaki wanalia. Adui ameleta roho ya washerati hadi familia zinatengana. Lakini tunashukuru Mungu kwa nguvu aliyotupatia, kwa sababu kila kitu ambacho adui alichokwenda kukiiba kinarejea na kinakuwa hai tena. Kwa sababu Mungu ni Mungu anayerejesha kile ambacho kimekufa na kinakuwa hai tena. Mungu atakwenda kurejesha ndoa yako. Mungu atakwenda kurejesha huduma yako tena. Mungu atakwenda kurejesha kile ambacho umemlilia Mungu usiku na mchana. Umelia usiku na mchana kwamba Mungu, mimi ni mtumishi wako. Kwa nini napitia katika hali hii? Kwa nini watoto wangu hawanisikii? Mungu, nahitaji hitaji lako Mungu amelisikia, ambalo umelia usiku na mchana, umelia kwa siku nyingi. Ni swala la wewe tu kuamini kwamba Mungu atakwenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana.
kwa sababu Mungu ni Mungu anayefufua yale ambayo yamekufa, yanakuwa hai tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu Kristo alikuja ili mimi na wewe tumwamini tuweze kupata uzima wa milele. Hakuna njia nyingine, ni Yesu Kristo ambaye ni mchungaji mwema, na unapaswa kumwamini yeye. Na kama umerudi nyuma katika imani, labda hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba ufuatishe na mimi sala hii. Hata hapo ulipo, inawezekana kuna watu wanaokuzunguka, unashindwa kutamka kwa sababu unaona umati wa watu. Basi sema na mimi kimoyomoyo. Mungu anaona ndani mwako, Mungu anaona roho yako. Kwa hiyo sema na mimi sala hii. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimesikiliza neno lako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba Bwana Yesu nisamehe dhambi zangu. Nimekuja mbele zako tena kama mtoto mpotevu. Naomba Bwana Yesu ulifute jina langu katika kile kitabu cha hukumu. Naomba Bwana Yesu uliandike upya tena jina langu katika kile kitabu cha uzima. Shetani na kazi zako zote nimezikataa. Mimi sasa ni mali ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu Kristo kwa kunisamehe dhambi zangu. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Umebarikiwa na Bwana wewe ambaye umesema sala hii pamoja na mimi. Ndio maana ukisoma hata kile kitabu cha Warumi, ile sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10, maandiko yanasema, kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu amini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Pokea wokovu wako katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana.